Hello mpendwa mtazamaji ambao unazidi kuendelea kutufuatilia BLC It's Media, na hii ni Diary ya Mapenzi pamoja na Masai. Karibu Diary ya Mapenzi na Masai. Mpendwa mtazamaji ambao unazidi kuendelea kutufuatilia katika kipindi kilichopita ya Ijumaa iliyopita, nikwambia asante kwa kuendelea kutusupport katika mitandao ya kijamii kama vile YouTube, Instagram, TikTok na Twitter pamoja na Spotify. Tunatumia BLC It's Media, Diary ya Mapenzi na Masai. Ukiingia katika mitandao yote ukiandika Diary ya Mapenzi na Masai unatupata. Tuko live moja kwa moja siku ya leo katika mitandao ya kijamii kama vile TikTok, unatupata kipindi hiki moja kwa moja kikiwa live. Karibu BLC It's Media, na hii ni Diary ya Mapenzi na Masai. Siku ya leo rafiki yangu kipenzi hayupo, kapelekeshi. Leo niko peke yangu nikikuletea mada nzuri kabisa ambaye mpendwa mtazamaji ambao unazidi kuendelea kunifuatilia utaifurahia sana. Mada ya leo inasema hivi: ni nini maana ya love sexy? Love sexy ni nini? Watu wengi wanaita love sexy lakini hawajui maana ya love sexy. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, leo tutakwenda kujifunza maana ya love sexy. Unaweza kusema niko kwenye love sexy, lakini love sexy ina maana mbili tofauti. Unaweza ukawa love sexy kama ni mtoto wa kike, basi unakuwa uko kwenye mwezi ya wanawake, lakini unaweza ukawa love sexy kama ni mtoto wa kiume, unakuwa uko kwenye mapenzi. Sasa je, hii love sexy tunaenda kutofautisha vipi? Na wapendwa ambao wanazidi kuendelea kutufuatilia katika mitandao ya kijamii TikTok kama vile Masai OG_Dar es Salaam, kipindi kinaanza saa 3 kamili usiku kila siku Ijumaa. Ofisi zetu zipo Sinza. Kwa hiyo leo tunaenda kuangalia kipindi ya love sex. Kwa hiyo utacomment hapo mpendwa mtazamaji, utacomment umejifunza nini na umeonja nini, umefurahia kitu gani. Love sexy, unapoweza ukawa kuna love sexy, labda uko kuna love sexy na mpenzi wako, kuna ile sauti yako hapo naye kwenye mahaba, kuna kale ka sauti fulani hivi amazing. Unakuwa na mpenzi wako kwenye love sexy, alafu unaanza kupiga makelele. Unakuwa na mpenzi wako kwenye love sexy, unaanza kuchati. Yaani hapo mko kwenye love sexy. Sasa hapo inakuwa tena so love sexy na haiwi tena mapenzi, si ndio? Kwa sababu inakuwa iko out of mode. Kwa hiyo inabidi yani ili inoge vizuri, mapenzi yanoge vizuri, mnabidi wote mwepo kwenye emotion moja. Maana yake ni nini sasa? Wewe mpenzi wako anapokuwa kwenye mapenzi, na wewe inabidi uwepo kwenye mapenzi. Asoswa ni watoto wa kike. Mwanaume anakuwa kwenye mapenzi kwa kunukia. Yaani mwanaume, yani hisia zake ziko kwenye pua. Kwa hiyo mwanaume akikukuta una harufu ambayo haimvutii, harufu ambayo riziki nayo, automatically hawezi kuwa tena love sex. Kwa hiyo utaona anafanya kimoja, amemaliza anakuambia basi asante, nimeridhika na kazi, atakupa visababu kibao. Lakini si kanuni ya mwanaume. Mwanaume kwenye love sexy, bao la kwanza tunasema at least aende hata dakika 15 au dakika 11 tu at least. Lakini bao lingine linalofuata, ukiona mwanaume kabisa hayupo kwenye hiyo emotion, basi kaa ukijua kwamba kuna vitu amekutana navyo ambavyo havijamridhisha. Sasa leo nataka nikufundisha nini mpendwa mtazamaji? Leo nataka kukufundisha namna ya kuandaa au namna ya kuandaa bibi kule kwa bibi ikulu, namna ya kujiandaa kule ikulu. Unajiandaa vipi? Ukiwa unaenda kukutana na mpenzi wako, hakikisha umeshajiandaa vizuri, kwa sababu mwanaume hisia zake nimetangulia kuambia ziko kwenye pua. Mwanamke, hisia za mwanamke zipo tu kwenye body ya mwanaume. Kama mwanaume yuko vizuri, mwanaume labda akivaa vizuri, of course wanawake tunakuwa tunatofautiana, lakini hisia utterance za wanaume ipo kwenye pua. So nataka nikufundishe nini mpendwa mtazamaji ambao unazidi kuendelea kunifuatilia. Wanaume wengi wanakutana na hii changamoto, na madaktari wengi wanashindwa kutatua hii changamoto. Watu wanasema mtu anasema labda mimi naumwa, ndio maana mimi mpenzi wangu yani muda mrefu, no. Kuna vitu tu unashindwa kuviandaa. Mwanamke anatakiwa atoke na uteute ukeni, lakini anapotoka na ule uteute, kuna uteute zaidi ya mara 3. Kuna uteute ambao utatoka kawaida kwa ajili ya kulinda uke, na kuna uteute ambao unatoka sawa, unakuwa sio uteute ule kulinda uke, ni uteute ule mchafu, na kuna uteute ambao unatoka ni uteute ambao ni wa ugonjwa. Sasa je, utajuaje ugonjwa? Uteute ambao umekaa kwenye uke ni wa kulinda uke, unakuwa uteute wa kawaida, mweupe tu mwepesi wa kawaida, haina harufu mbaya wala haina harufu ya kukera, inanukia tu harufu ya uke. So unatakiwa ujifunze sawa kutofautisha hizo harufu. Wengi wao wanaenda kutumia madawa mengi kwa sababu hawaelewi ni harufu ya nini. Hapana, kuna harufu ya uke inabidi ibaki kama harufu ya uke, na kuna harufu ambayo kweli unakisikia tu kabisa hii harufu unajua kabisa mimi sinukiagi hivi. So unatakiwa uanze kujiandaa. Utachukua maji, utanawa, maji ya vuguvugu, utanawa.
Haya maji ya uvuguvugu utanawa vipi? Utachemsha yale maji, ukishachemsha yale maji utaweka kwenye sado. Ukiweka kwenye sado unakalia yale maji, ule mvuke unapita ukeni vizuri peke yake. Ukishapita pale ukeni peke yake, basi unaenda kusafisha uke. Unaona sasa ule ute unatoka peke yake pale na unakuwa uko love sex. Ukimaliza hapo unaenda unaoga mwili wako, unanawa na maji ya kawaida tu ya baridi ya kawaida lakini ya safi. Ukishanawa naye hapo unajua ndani baada ya dakika 15 nitaenda kuonana na mpenzi wangu. Au kama wewe ni mke au mume upo kwenye ndoa, basi utaanza kujiandaa kabla mume wako hajafika kitandani. Unajua mwanaume anapofika kitandani alafu wewe ndio unaenda kujiandaa, hata inogi. Unabidi sasa ujiandae kabla mume hajafika kitandani. Kwa hiyo mume akifika kitandani, wewe bado hujajiandaa, sawa? Inakuwa emotion, yani unamtoa kwenye mood. Sasa ukimtoa kwenye mood inakuwaje? Utakiwa kumtoa kwenye mood, sawa? Unajiandaa mapema, hakikisha unanukia. Kama mpenzi wako basi kuna wanaume wengine wapendi harufu kali, hakikisha unajipulizia spray ya kawaida yenye harufu tu ya kuvutia. Akiingia chumbani anasikia raha, enjoy. Wakati huo tunasema unavaa nini kama mwanamke? Unavaa bikini, unavaa night dress zile za nyavu kwa ajili ya mpenzi wako. Lakini basi kama kuna watoto, utasubiria watoto walale, wamalize kulala, mambo yawe mazuri. Utajiandaa hivyo. Alafu ukimaliza namna ya kujiandaa, watoto wakilala, basi wewe na mpenzi wako utabaki kitandani. Utatoa ule mtandio, utabaki na night dress ya nyavu, afu utabaki na bikini yako nzuri ya kuvutia. Mara nyingi kuna wanaume wengi wanapenda nguo nyeupe, mwingine anapenda nyekundu, mwingine labda anapenda night dress, mwingine anapenda ya pink. Kwa hiyo utamwangalia mume wako anapenda nini? Kama mume wako anapenda basi nguo nyeupe, utakuwa unaangalia nguo nyeupe, itakuwa inamvutia na kumridhisha na kumsisimua. So, nakwambiaje sasa ambao upo kwenye ndoa, ukiona mume wako unatumia muda mwingi sana kumwandaa, basi kama ukijua siku hiyo hayupo kwenye love sex, jua kuna vitu vingine anawaza. Kipindi cha leo nimekwambia kinaitwa love sex. Maana ya love sex nimekwambia sex ziko za aina mbili. Basi natumaini ulikuwa unaendelea kunifuatilia kuanzia pale mwanzo, utakuwa unaendelea kujifunza huko na mimi, si ndio? Kwa hiyo ukiwa unajiandaa, basi hakikisha ukimwona mume wako hayuko kwenye love sex, basi jaribu kumleta kwenye love sex. Unamletaje? Unamleta na sauti mahaba, baby, unawaza nini? Unataka nini mume wangu? Kuna shida gani? So, unaanza tena kumfokea. Jamani, ndio umetoka kwa mwanamke mwingine huko nje. Umetoka kwa mchepuko. No. Ukishamwambia hivyo, ndio unamharibu kabisa situation kwamba hayupo tena hapo. Lakini ukishamwona hayupo hivyo, jaribu namna ya kumvuta awepo kwenye love sex ili muendelee na nini na enjoy ya sex. Kwa hiyo utamwambia kwa sauti ya upole, mume wangu, nataka nini baby? Unataka nikufanyia nini? Mdao unakuwa unacheza kifua cha mume wako, mdao unamwangalia, so unamwongelesha, afu umekaa mita 85, afu unamwongelesha. Itakuwa hata haileti maana. Kwa hiyo sasa unamwongelesha, unamchezea kifua. Unataka nini? Kwani umechoka? Umekwazika kazini labda? Hapana, shida ni nini? Naanza da watoto, unakwaje? Unaambia utapata mpenzi wangu. So usianze kumwambia kwamba umetoka kwa mchepuko. Mwanaume hata akitoka kwa mchepuko ana uwezo. Yaani mwanaume ana uwezo, mwanaume anayekula vizuri, anayelala vizuri, anayefuatilia milo vizuri, ana uwezo hata kulala na wanawake 5 kwa siku moja. Kwa hiyo haiwezi akatoka kwa mwanamke mmoja akafika kwa akashindwa kufanya tendo, hapana. Anakuwa kwenye situation gani? Yaani anakuwa kwenye mood gani? Ndio maana nikakwambia ni love sex. Kama yupo kwenye love sex, basi kaa ukijua lazima utafute maneno mazuri, matamu, kukuvutia. Uko unamnyonya maziwa, alafu kuna mshika mwingine, mambo yanakuwa ni mazuri. Lazima tu ataingia kwenye love sex. Lakini sasa wewe ukianza kusema kwa hiyo ndio utaki au jamani, so hivyo inabidi umbembeleze. Lakini wakati unambembeleza, hakikisha unapiga mswaki vizuri, unanukia vizuri. Yaani yeye mwenyewe anapata hisia automatic kuona. Nimekwambia kuna mwanaume anapenda nguo nyeusi, mwingine anapenda nguo nyeupe, mwingine anapenda nguo ya pinki, mwingine anapenda nguo rangi tofauti, lakini wengi wao wanapenda sana nguo nyeupe. Kwa hiyo utavaa bikini nyeupe. Kama anapenda nguo nyeupe, utavaa bikini nyeupe, utavaa night dress ile ya nyavu nyeupe ambayo itakuwa tu inaonyesha mwili mzima, lakini si na night dress ya.
Kwa hiyo pale atakuwa anashawishi. Usisumbuliwe na tako. Kama madam mimi sina tako sasa nitamvaliaje? Hapana. Tako isikusumbue. Cha kwanza mwanaume akishakukubali amekukubali. Haimaanishi jinsi ulivyo. So, hakikisha unaendelea kuwa hivyo na mpenzi wako atafanyaje? Ataenjoy. Sasa wale wengine watasema kwa sisi ambao hatujaolewa tunafanyaje? Kwa ambao hujaolewa, labda unajua hujaolewa, una mpenzi wako yupo, unasema mimi nataka nikakutana naye, basi utaenda kukutana na mpenzi wako. Lakini kabla hujaenda kukutana naye, hakikisha unajiandaa vizuri, unawa vizuri, unakuwa msafi vizuri. Msafi ambao utakuwa unaridhika vizuri, sawa? Unaenda tu unajimwagia maji yako vizuri, basi mtakaa kitandani, mtatulia, mtarelax. Inakuwa ni mapenzi mazuri sana. Kwa hiyo ukifika tu pale, cha kwanza hakikisha unaenda unaoga vizuri, tena unajimwagia maji kutoa ile jasho, alafu unaenda kitandani. Ukiwa kitandani, basi hakikisha unakuwepo kwenye emotion. Wapenzi wengi wa nje mnashindwa kutimiziwa jambo kwa sababu hamna maandalizi. Maandalizi yapi? Kwa dada ambaye hatujaolewa, unaenda kukutana na mwanaume pengine ana malengo mazuri na wewe, lakini haumuonyeshi yani uko wapi. Sasa wewe unafika kitandani, rafiki yangu, upo muda wote na simu yako kwa sababu ni ya iPhone, muda wote unacheza na simu yako. Huyo kaka anashindwa kukuelewa, anahisi labda unachat tu na mtu. Lakini jifunze kitu, unapokuwepo na mpenzi wako kwenye mapenzi, kama ni simu, basi weka pembeni kwa muda kidogo, alafu malize jambo lenu, alafu ndo mnaingia tena kwenye love sex. Kutoka kwenye love sex sasa unaingia kwenye mizunguko tu kawaida, labda ya simu, labda mtu kakupigia hivyo. Sio uzime simu, kwa sababu kuna wengine mna changamoto hapa. Unazima simu kwa sababu uko kwa mpenzi wako, lakini kuzima simu ni kosa. Kwa nini inakuwa ni kosa? Unapokuwa unazima simu, kuna changamoto ya kibinadamu, au aiza mama labda atakuwa anakupigia simu kwa ajili ya changamoto 1 2 3, ama atakuwa amekupigia. Kuna zile tu simu ambao unajua yani so mara kwa mara utapigiwa, lakini basi usio unazima simu kwa sababu uko kwa mpenzi wako. Kwa hiyo mnaweza mkasitisha, ukamsikiliza mtu, kama ni mtu mzima au ni mama au ni baba, ukamsikiliza. Ukiona kitu cha maana kivile, unamwambia basi baba ngoja nitakucheki, au mama ngoja nitakucheki, ndio ustaarabu. Lakini msio mnazima simu kwa sababu uko kwa baby. Unasema mimi niko kwenye love sex. Hapana, sisi nasema. So, wewe bwana upo nje na ndoa, hakikisha unajiandaa vizuri, unukie vizuri. Sasa kama watoto wa kike, tuna yale malavidavi matamu sana ambayo ni mazuri, ambayo unaweza ukafika pale kwenye lavidavi na mambo yakawa mazuri. Ukifika pale kwenye lavidavi, unatakiwa unajiandaa vizuri. Weka tako likae vizuri. Kuna style hata kumpa mpenzi wako anaenjoy. Style gani sasa? Mimi naona style ambayo ukimpa mwanaume anaenjoy, anasikia raha, ni style ambayo inaitwa sina habari nayo. Lakini hiyo style ambayo sina habari nayo, kuna mawili. Kama mtu uliokopo naye umri wake ni mkubwa kidogo au ni mrefu kidogo, hauwezi kumpa hiyo style ambayo sina habari nayo. Kapelekesha takuchapa. Hauwezi kumpa hiyo style ambayo sina habari nayo, kwa sababu kuna mawili. Unaweza ukaumia ama ukaenjoy. Kwa hiyo utaangalia hiyo style ambayo sina habari nayo, tutaweka kwenye cover na utaiona hiyo style ambayo sina habari nayo, na itakuvutia sana kwa mpenzi wako, atakuwa anaenjoy sana. Lakini hiyo style sasa inabidi uwe msafi. Usipokuwa msafi kwenye style sina habari nayo, usimpe mpenzi wako kwa sababu atakuzalilisha, sawa? Kwa hiyo tunaenda kwenye kipindi kizuri. Muda mwingine kuna mwingine anapenda kunyonya. Mtu mwingine anakuambia mimi napenda kunyonya pipi, kwa hiyo unamnyonya. Namna kunyonya pipi, kuna wengine Ijumaa ijayo nitakuja na tango au karoti, alafu nitakuonyesha namna ya kushika hiyo pipi uweze kunyonya hiyo pipi. Kuna wengine wanapenda, lakini kuna wengine hawapendi. Unashika vipi? Kuna wengine hamjui kushika, namna ya kushika unashikaje? Basi Ijumaa ijayo, mpendwa mtazamaji, usikose namna ya kushika uume. Unaushikaje yani wakati wa kumnyonya baby wako ili aweze kuenjoy. Lakini inategemea huyo unayemnyonya awe katika solution nzuri, awe katika usafi ambao ni bora kabisa zaidi, ambaye itaweza kukuridhisha wewe.
ambaye ana usafi wa hali ya juu. Mpendwa mtazamaji ambao unazidi kuendelea kunifuatilia katika mtandao wa kijamii kama vile TikTok, kipindi hiki kinaruka live moja kwa moja. Tafadhali, ukiwa unapandishwa hapo juu, zingatia, inabidi uzime maiki yako, kwa sababu ukiwasha maiki yako kipindi kinaenda ndivyo sivyo. Kwa hiyo uzime maiki yako kipanda hapo juu. Asante, na simu imezima, kwa heri. Kwa hiyo sasa tunazidi kuendelea kujifunza habari ya mapenzi mazuri, sawa? Mpenzi wako wewe, ile enjoy, sawa? Kuna namna kushika uume. Unaposhika ule uume unamshikaje? Unaposhika uume una jinsi ya kushika uume. Ukishika vile unaposhika wewe, kuna namna nyingine ya enjoy, lakini kuna ile unashika relax na amazing. Yaani yeye mwenyewe anasema amazing, lakini si kila mwanaume anapaswa kumfanyia hivyo. Kwa sababu gani? Of course ina madhara, sijakataa. Lakini kama ni mwanaume ambaye unamwamini sana, hana mambo mengi sana, unaweza kumfanyia. Lakini ukishaona kabisa huyu mtu mimi simwamini, lazima atakuwa na mambo mengi, usimfanyie hivyo. Sawa? Maana itakukosti. Umeelewa? Kwa hiyo fanya kitu ambacho kinaweza kukuridhisha wewe na ukaenjoy. Sasa ukimpa style sina habari nayo. Style gani nyingine unaweza kumpa baby? Kuna style nyingine unampa. Wewe unakaa juu ya mwanaume, afu mwanaume kidogo awe na kabody, hata kama hana body. Sawa? Awe na kabody kake kazuri, katamu, kakuwezesha. Unakuwa pale katika taratibu, lakini yaani mimi naenda kwa point by point ili niweze kukusaidia. Inategemea. Ukiona kabisa hii mimi nikikaa juu nitaumia, basi usikae juu. Na ukikaa juu utakaa kwa balance. Kwa sababu ukikaa juu na unajua kabisa au mzigo huu ni mzigo wa kweli. Maana kuna wanaume wengine mashallah wamejaliwa, kuna mzigo ambao unakuwa kwa juu sana. Sasa mzigo ukiwa juu sana, alafu ukaenda ukakaa, automatically kizazi kinashuka. Kwa kizazi kile kikishuka, ukienda kukutana tena na kitu, lazima baadaye, kwa sababu hautasikia mambo yako baadaye, utakuja kuanza kusikia mambo yako, kwa hautoenjoy mapenzi. Mpendwa mtazamaji, uendelee kunifuatilia. Ijumaa tutakuwepo na namna, itakuwepo na tango ya size ya kati, tango kubwa, namna kuona namna unashika vipi, unanyonya vipi, na nitakuonyesha unashika vipi, unanyonya vipi. Hii mapenzi leo yanaitwa love sex. Love sex nilitangulia kukwambia kuna aina mbili. Kuna love sex, unaweza kusema mimi niko love sex. Kama ni mwanamke unaweza ukawa uko kwenye mambo ya mwezi, na kama ni mwanamke uko kwenye love sex, basi uko na baby wako. Sio kwamba mimi niko leo love sex, hapana. Unaweza kumwambia mama mimi leo niko love sex. Uko love sex maana yake unamwambia kwamba uko na mpenzi wako, yani uko unapeleka moto. Kwa hiyo hakikisha unazidi kuendelea kunifuatilia Diary ya Mapenzi na Masai Biology It's Media. Karibu sana. Mimi nizidi kukwambia nakupenda sana. Kipindi chetu cha leo ni kitamu, lakini sitaki nikumalizie uondo. Ili Ijumaa unifuatilie ni nini namna ya kunyonya tango hiyo tutakuwa tunatolea mfano, lakini tango ni chakula, usiende sasa kwa kufanya nayo tena mengine, lakini mimi nitakuja kukutolea nayo mfano. Sawa? Mpendwa mtazamaji ambao unazidi kuendelea kunifuatilia, ulikuwa kwa kipindi chote na Masai Oja na Dar es Salaam. Karibu Biology It Media, na hii ni Diary ya Mapenzi na Masai. Nikutakia wakati mwema na usiku mwema na vipindi vinavyoendelea hapa studio. Asante sana. Bye bye.